Safaricom ange na Shell petrol station elinyore bibionse asirigori liamubuko asamange twakeresimia senamba 0717603030 gose 0790904844 boigona bokotonyora gwetera 0743286754 Getembe Prime Distributors enyorere binto asirigori liamuguko. Alright, mirongi 5 na ibiri dakika chimichiro machomo wategelemia radio vona 102.0 FM studio etogendrete gonya gokobo semigoro yumuro uboro ire gusumo chando oyo wa Ebola studio nindo banyagitari ndina banyagitari kurasi nyagitari ya Oasis keronko mukwanira daktari Sagina pamoja na daktari Stanley na boygo Dr. Swanya tarigo sira kidogo lakini niko hapo chonjo kabisa. Karibu sana kirotoko gendra studio. By the way, kuna lile swali mtu anauliza kwamba mkisema Ebola inaweza spread through hizo fluids. What about chakula? Daktari. So venye tulisema mwanzoni Ebola inaweza kuwa transmitted through body fluids na pia kwa kushare chakula sita advice sana kwa sababu wakati mtu ameanza kupata symptoms mate yake inaweza ingia kwa chakula then unaweza pata ugonjwa wa Ebola virus. So it will be advisable wakati mtu already ameanza kupata the symptoms, they should just be isolated and be fed on a separate place. Yes. So mkishia vyakula chakula wanda ikawa anaweza pata lakini ni wakati ameanza kuonyesha the symptoms. Yes. So uzuri wako ulisema the beautiful thing ni kwamba kama hajaonyesha dalili haiziambukiza. So Dr. Stanley na one of the signs symptoms chiriateba na maote gocha somono. Onyorenga kero montabate sama amaoteiga achireng na ndengo share bari ndagere nyorenga nege chiko toroje by the fact lende nkoragera monege chiko nyora matenga so irase contact nege chiko keri na ndege chike kimo sheke mukurenda ndagere yamo onyorenga chi nyeri symptoms ziri chiangere kuoroka nakena outsource nchiroro mautali na matena rore sike chike kyu oliere na ndo yonde katika harakati nyorenga kwa mukizire na kitota ya twefase serim na Sagina tebanga kere mwana otiringa those signs changere koba nera advise ponga moramo beke semo kwanza arali ngori kabisa nyuma ataranga get contact na abandi sabulinga na bora nyorenga cause predatory unknowingly. Alright, igonga chances inchiraro. So Dr. Stanley, nani yako actually at high risk ya kupata ugonjwa? Zeti ni watoto, zeti ni watu wazee wetu, mababu zetu, zeti ni sisi wa vijana, ni akina nani wako at high risk ya kupata Ebola? Asante sana Magi. Ebola kama tu ugonjwa mwingine mara nyingi utapata kwa kiwango kikubwa watu ambao wako at extremes of age watakuwa at high risk ya kupata ule ugonjwa. By extremes of age na maanisha watu ambao ni wazee na wale watoto wachanga kabisa wako at heightened risk ya kupata ule ugonjwa. Pia utapata another factor ni even your immune system. Utapata kama immune system yako pia iko na shida kidogo ina increase your likelihood pia ya kupata ule ugonjwa. Other risk factors ni kama sasa if you are caregiver, if you now caring for that person who has Ebola, your risk of getting that particular disease is also heightened. Healthcare workers, wale ambao sasa wahudumu wa afya ambao wanasaidia wagonjwa ambao wamepata ule ugonjwa wa Ebola pia wako hata high risk ya kupata ule ugonjwa. Yes. So what are the risk factors? In general, the risk factor is getting into contact with the person who is already infected. Yes. The moment you come into contact with them is now you are at risk of getting that disease. But now the severity of the disease will depend na wewe vile daktari amesema
extreme of age, watoto na wazee sana, because the immunity imeenda chini. Wamama wajawazito, wamama ambao wananyonyesha, na pia mtu yoyote ambaye ako na ugonjwa mwingine kwa mwili, kama wagonjwa ambao wako na HIV, cancer, diabetes, you see the immunity imeenda chini. So wao wako yes, kila mtu ako na risk, but wao sasa inakuwa wanaweza pata the severity of the disease inakuwa juu kuliko yule mtu ambaye immune system yake iko sawa, kwa sababu the Ebola virus will attack your immune system. So wakati inakuja kwa immune system yako na inapata immune system yako iko chini, sasa unaona inakupeleka haraka, so unakuwa more vulnerable to the disease. Yes. All right. So daktari, by the way, timanyetinga ekero kwa igure gento risk factor nene gusegenteke nene kera iriri abantu abange konyora oborwere bwa Ebola n'abantu gukunana ikene kegenteke nene. So ntoma itinga nuna banyagitari nuna bakorere singinchungu kunana muri gusase bokorere boino most of the time ngokuna muri abantu asinyagitara sababu lazima muwahudumie Boniga soboro iroboiga of course ntoranyora case kende gionse, lakini how prepared are you muna nyagitari koneke koranga ngwetanga more ase okonyoro boro irobo? Okay, Magi. This one niligia sana namona asaba quality abahudumu afya se nyagitari Jones. Ege ntoje twate abanga ege ntoke to ka PPE yoroganga personal protective equipments. Binebintu na nyaragose na magwanda. Kero mokori mudumu afya ari se station yae are ready gudumia abarwire se uringa tameti mururiki akorete. It's one of the things to encourage. I think umudumu afya kera gari sare station work station yae biyanya reka bigetenga the right personal protective equipment se nichikurunga PPEs jinajibwate the mask alright ndubwate gloves so that in case umuriro ndogoje because ura differentiate manyenga no Ebola no oburire kina nini kwanyora ngaye mno mudumu kwanza noe tangete because no you are protected yourself from increasing a risk of contamination ama getting contact with the ebintu mnibyo. Another thing ndo get some protocols nga muriro koroka nancheragete nabonete ko handled in a different way. Esa ulinga by before toju ikere twakora test stage toju kumanigega bintu biri biro arorenga bwango yote benga no oyo karamu beke ni kama muriro go mnyeki what emergency na botanyare ko associate na abande because no risk factor go bwango kubotekana na koganyo kwa tara udumiko so mninya gitari ntu begete merobelyo muriro different patients in ekibara bako handled and at what points bako handled, but more importantly is protection. All right. We tanga so we dimetinegera kwekebye kuzi but no we tanga tuambokeriwa. Daktari no choto taibadaye kero tonyora mangana majesentera yobo kero nonga ebinte byonse ebikwarukire PPEs ebin eserikali ko baretera gusini no banyana mo kwegura iyo tutujebo badaye lakini asaboni ko manchomo hotel nganchere korini ya studio taranyora mangana majesentera yobo kero no chinsani sato chebono mambe Yevuna FM 102.0 Radio Top. Mangana mayesintirire yobo ikira numra koletwa sore ne nyagiteri ya HK International Medical Center. Omugusio minto kwa manyirenga enyagitari ya HK International Medical Center noere asumu chubo sonko nainde numa yetenga ni igekorenga umubiri umugima na kurwo bugwenia bwa maruire buna arthritis, asthma, allergy, stomach ulcers, pressure, infertility yechinchira chionsi, low libido in men, amaruire yabana, amaiso goika maino na yanda mange.
bono kwamanyire eye HK International Medical Center Busongo igonge kera wa ikirega igo muchu Busongo gotwakire nambe yure 07 17 nande 17 63 83 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense imeya Radio Vuna. Mo gavana bwe kaunti ya Nyamira Amos Kimo Minyaribo naraete moyega bwoko bwekerwe gutwa kwa barokiwe 50 nomo. Serikali ya kaunti ya Kisii ya chigoleire chigali cy'umucanga ekyo cyagorwa erigo konya gosomba morom gochese chipara cyaremirwe ababunge kurwa sensemo ya United Alternative Government besokire ko murunganire bakorera bwe serikali ya Kenya Kwanza sainenda mange na kwariganira tumanya senchira yoboekirano chinsaisato chabono mambia Radio Vuna 102.0 FM retariane ana barungo. Emambiengia omwanchomo tegereri mugavana bwe kaunti ya Nyamira Amos Kimo Minyaribo naraeto mwega bwokobekerwe gutwa kwa borokiwe 50 nomo abo babeire bago somiwa ne serikali ya kaunti ya Nyamira kago kwana asamaga chamanene ya kaunti eyo mugavana Nyaribo otebire buno moroberio yo nigora chikogenderera ase chi sub county chonsi erigo sirabasae ase kaunti ya Nyamira balia banyoreteri bagari okonyore semieyo bakirembia mono gocha serikali ya kaunti ya Nyamira asokubasira. You have heard in my speech, we'll be expanding these colleges. This digital learning should go to where through our budgets we're going to look at institution of learning in each sub-county so that we can create a class there our youth. I would like to sincerely thank our governor, Amos Nyaribo, for bringing this wonderful initiative to the youth of Nyamira County. Through this program, many young people have gained valuable digital skills that are preparing us for the future. During the training, we learned virtual assistance, email management, graphic design, data management, prompt engineering, cybersecurity, and digital marketing. Maiga ye serikali ya kaunti ya Kisii kugora chigari cy'umucanga ekikira kigokonya sensemo yokorose chipara ime kaunti ya Kisii bono chigari ekyo cyabwato kirubene gocyase chiwodi au elyo chibogolio morom na kuyobeka ase chipara ekicyabere chikolemwa nigo kira cyakere wodi ya Magenche ebunge abo machoge burabwe kaunti ya Kisii gokwana nemesa itwe mangana maya Albert Makia oyoromo chief officer ase sekta echipara maiga yogo chigolera bene kurwasa magacho a mechanics kaunti ya Kisii barabara ne skuru ya bamura ya Kisii osabira bagendia kigali echo ko kigendia ase enchere mwenerete na gochirenda na boigo ko basaba bakore miremo yabo boikirano. Marita Goro Magia Albert ndio chief officer wa chipara serikali ya Kisii County kwa almost policy. Rero tulia Jumatano kwa release ya chigali chiachete Moisonde chumugabana lonje tiari Kenya kwa chigo cha Kegas officially kwa dumping gravel in chipara chi. Tungo cha kera Magenche wa. Chigo chiali nyaiga kwa cha kete chipara. Twakore bobasi kolema twakore machoge yaro na mate kolema waniga chitore bogira by next week kwa notole nyali bali abatu kwatega iga na aba usaba chokore gasi asegasi tubata bandu exakati tubate chinji neche tubate mechanic experts alafu tubate drivers wale manya rocho chichi ko basorora wananchi sumwabeta ruchigali chiachire musisimuko naro chigali Kenya abantu bawo kata sana bawo tabuchine ninga bachi bali noni tafadhali gande ga story ngakiyo ja kuchirina neike ngaki esibono iga mwanjire chi operators chiga chikore gasi tumenya kanembura kore chipara chi Magenche omora muto konyorusia kwari ko kutibiki naro reme chando mekei kato chikobe ko omoro bantu bande batume ground bacha ko utanga chigari chito ngatubaye kuchibesa usembesa ki
Ababunge kurwa sensemo ya United Alternative Government bakora wano mabunge okitutu masabe kaunti ya Nyamira Clive Ombanegi Sairo beso kirie kwemurunganiryo bokora libwe serikali ya Kenya Kwanza na kugania botuki bubotume kibwe chibesa che serikali gokorwa na mono kuganie bunge kubeka motwe emeroberi erengeto mwananchi botambe nonyana boni go bakwaniro bochoryo bonene bwo mwako gocha abagoteba mbatale nsengima erikumerana no mwananchi kwanira buna bara unchurelie ense ya Kenya. Kenyans do not eat statistics, they eat food. They judge leadership by the price of unga, fuel, rent, school fees, medicine and electricity. On agriculture, UDA boasts about fertilizer, while many farmers continue to struggle with costly inputs, weak markets, inadequate extension services and declining purchasing power. On coffee, your party conveniently overlooks reforms initiated before your administration, including the Cherry Revolving Fund, reforms at new KPCU, and measures aimed at strengthening direct sales mechanisms. On healthcare, your government dismantled NHIF and replaced it with a social health authority system. Whether intended as a reform or not, the implementation has generated confusion and uncertainty among patients, hospitals, and families trying to understand coverage, payment obligations, and accountability. Your administration cannot continue blaming borrowing while continuing to borrow. Sense mwenda babunge abuoni goba mwegereiro muraibwe nsomokoro Uhuru Kenyatta gobwatekana nengana habaraikuru ase kiama kya UDA bate babunanigo asareti uchumi yense ya Kenya ekerarenga BC ababunga abo bamuragire kyaro muraibwe nse Daktari William Ruto nagoteba bunanigo akoyemo che serikali enkoro nero monyene nigalenge egati yabali abale kora ase serikali eyo ero monyene olenge buno mokonyi bumrai ebwense engakyeyo. The letter issued by UDA was reckless, insulting, diversionary, and deeply disappointing. It was not an act of courage. It was an act of panic. It was not a defense of government performance. It was an admission that your administration has run out of explanations for the growing frustrations of the Kenyans. Kenyans, Mr. President, did not elect you to write letters to Uhuru Kenyatta. They elected you to lower the cost of living, create jobs, support farmers, improve healthcare. When UDA attacks the previous administration, it is attacking a government in which William Ruto was the second highest ranking official. There was a debt, William Ruto was there. There was stalled projects, William Ruto was there. Your administration cannot continue blaming borrowing while continuing to borrow. It cannot continue increasing taxes while claiming to protect hustlers. Leadership requires responsibility, not selectivity. A mother in the market does not feed her children with propaganda. A border rider does not fuel his motorcycle with blame games. FM. Aborokiwa kianda beskuru y'abanyaroka ya utumishi nigo barakigotigara batangira segeka kyamatuke 2020 eriko rulibaga go cyasaba obsa bagotuko bosaria DCI gotabokyo botuki bwabo umuneke bino monene bwekegambero kya Naivasha Abdul Kadir Ramadhan orurogo chika buna kianda bwo bakagerego cyakyo mulero yo sambe nyomba yoborara seskuru eyo ya utumishi na koirerogo kwa borokiwa 15 nomo batangwe asechera yabana imeanakuru ubwo ikachitariki ya 2024 motienyoyo ekerekine kyo kiratorwe nainde kyandabo nigo babe kwa byara maiga yobotuki bwakorwa asogo tukachi kamera che CCTV koro kibuna nabo bakageire koroberia nagwekerani obosari obwo ekeyemo ya etire ekegambere kikyana Ivasha bono gyatebere ngegendrete gotuka ekikeirire togo kuokwo nogo samba enyombe yuyoboraro na koirere nibo gosareka egati yamamochanda mange bagotebekana ko bwateraniwa naro. I find that the 30-day sort can be shortened
the investigators can move with speed and shorten these days. So I will allow the investigators a period of 21 days to conclude investigation. I now allow the application. The 4 suspects will be detained at the Nakuru Children's Remand Home, and of course I expect that there will be measures put in place to ensure that they are safe while there. Na yukagendrete kiombe kia balimu bechi sekondari Kupetu kiaragire kiare wizara echisemi kubwatekana n'umuliro yuateka aseskuru y'abanyaroka ya utumishi alia Gilgil kaunti ya Nakuru. Kupetu giatebire mune wizara echisemi nigo yanchirane tabana bange gwetania kerengo goso aseskuru eyo begrade gia 10. Kupetu boigo giatebire mune wizara eyo nigo yanchirana okunganyiwa kwa borokiwa kurwa chiskuru chinde goikase skuru eyo na onyamaiga yo mwalimu omunene bwe skuru eyo gokana na kogenda mamincha no kugania kwe wizara y'echisemi. The school had a capacity of only 210 students, but the ministry gave them 400 students. That school is also sponsored by the Kenya Police Service and were given 81 students. So the entrance is 481 to 500. There's a problem with the Ministry of Education. All these transfers were caused by the ministry. The ministry seems to be forcing students to enter certain schools even without the real acceptance or willingness of the principals of the schools. There was nothing like information with the teachers. The teachers had dealt with supper the previous day, and that supper we have proved had nothing to do with the fire in the night. And therefore we shall be asking the ministry and the Teacher Service Commission also to do thorough investigation. Let us talk to our children. Let us talk to our Gen Zs. Let us talk Alpha, the kids, so that it is a wholesome approach. Nongo ya butolera senchira yoboe kirano se emambia bono manchi motegereri inyena senchira yobwenge ya Radio Vuna 102.0 FM nchenkoro kwa Ana Barongo. Uyonoro mweli obwamangana majia asentira yobwekirano. Vuna FM. Minero. Radio Vuna. Radio Vuna. Minto mwenye wetinge. Litukulili anchirelire. Likuwayirira. Likuminyoka. Umutinyo gatano na gatatu. Umwakoyo 2026. Igiturikia basacha. Men's Conference. Ile ajenu musacha. Twakwareganire oje tusangamo asomuriko bene Men's Conference. Asetura nywale libagali okwanira amakongo tugwetera buna basacha. Okwagachana chinkoro. Konyora obosemya bwa bene kurwa asabamanye nabo igo konyora esegeto yobogima. Erine libagali wesomya. Kobweni wake birengerelyo. Kokina kemoikana bo okwagachwa buna omusacha bwekene. Ebesajo kwelikia necho shiringi chimisano choka. Akana gwetera EPP number 552800. Account number nigere 103. Enekirieta Radio Vuna. Tubaisa ko saliba keli ngencho lyogo chencha obogima bwaho. Umutinyo gatano na gatatu umwakoyo 2026. Erike mapema. Radio Vuna. Tosese niwekera engake. From 2, 3, 4, wonderful. It had to be. He's at it again in a Merseyside derby this time. That is quite something. The boy's a star. One glorious goal. Aya namangana majanja chikosoli nakolentwa sore na Radio Vuna.
Alright, omwancho motagaringo kwano cha sebro bietiko sorry. Ochiko igwari abereka gwatakora sebro bietiko sorry engakije gaja abona mambia engakina ikirega igago chokwane keria rionsi pia bereka okorekana sebi bito nalia chokorekana serit koria rero amarieta ne kama kawaida nche number kianda Frank Bokwe Changa Junior. Karibu na kanyaga twende kasa. Hekimina no geji skuru chechi secondary ase chirichimaye kanitenga kasa nigo kira korekana ritkoria lerase esoni ya Kisi centro abwase gosori yera korekana segeti ya Kisi skuru chakira chinsenye chabono mambia goika ritkoria nkyo aserombe anige bwate timu ya Nyanchwa Boys timu ya Gianchere Friends timu ya Bubaracho Amone timu ya Nyamecho aserombe ya bwate timu ya Amasago Boys timu ya Kiamabundu timu ya Amariba Amone skuru ya secondary ya Irungu Nyoranga chikosori echioni gochira chake chinsenye chiabono mambienga kia mahariga nionsi pi aikiraniwe ndochoko manya arionsi pia chokoreka na sigeti ya Kisi School Tokorwa unenga kitoko swa absence medio Kisi Sauta asekemina nekyokera chokorekana ritkoria rera segeti keigonga ground engaki timu yo omwari ego chikomera ne timu ya Nyangena na baige timu ya Mugumo chikomera ne timu ya Matongo timu ya Nyabi yo chigosikikania ne timu chira chikoba chiko minyokania sema mbienga uneyega asegeti kelia geitibo asenga kienga mune gaja bono mambie timu ya Nyansagati ni chikomera ne timu ya Botoro timu ya Iterio emera ne timu ya Ikorere timu ya Nyangoge chikomera ne timu ya Sugunana na baige timu ya Ekerubo chigosika ne timu ya COA Tokorwa bunenga kitoko swa sensemeria ya Masaba Nota asekimina nekyokera korekana ritkoria rero weka ritkoria nkyo engaki serombe atobwate timu ya Matutu yetikosikane timu ya Biticha na baige timu ya Nyangobe chikomera ne timu ya Matutu timu ya Biticha yetikosikane timu ya Nyangoba aserombe apa timu ya Nyaibasa ni chikomera ne timu yeri yabe timu ya Nyakongo chikomera ne timu ya Nyaibasa timu yeri yabe chikomera ne timu ya Nyakongo nyorange biti biribira chikwariga ne chikosori echiasema mbie yabona negeti kerie skuru ye Iranya ase skuru ya Oborosi ya Iranya timu ya Nchoro asegeti keria geskuru ya Nchoro na baiga asegeti keria Don Bosco na baiga geti ya Nyakongo Boys ebira chikwariga ni chikosori echiaseri tkoria rero Tokorwa buninga kitoko swase sub county ya Kenya ase chikosori echio chirakorekana ritkoria rero ne ritkoria nkyo aserombe ani gotobwate timu ya Kebabe timu ya Rio Kindo timu ya Nyakorere aserombe aba nigotobwate eskuri ya Motoiribe amochorwa na baigo asense meria ya Magena Boys aserombe acha nigotobwate Nyansagate Mokubo neskuri ya Keberesi timu ya Harambee Stars nigera chikokosoria ne timu ya Lesotho asekemina no gyogo chikwe pima ase keria gya Kebosani ase ritkoria rero kobwatekana no mokocha bwe timu ya Harambee Stars Pen Makati nigate birenge timu ya Kenya nigegendra tukwirigania bosyobe kemina no gya AFCON ikira korekana umwaka ogocha asense ya Kenya nense ya Tanzania amonense ya Uganda enyorunge timu ine chikokora imina no bya ebitinde bosyobwe kwerigania bosyobwe kemina no gya AFCON omwancho motegereri kerike bwato mochakanonge bwato maerio koikira muno ikero mari korwa sebro biechikosori amarieta ne number kianda Franco Kuochanga Junior toshagari kwa sasa na nimetoka beautiful something close to genius. He's turned the tie around all by himself. Noro mwedio pomangana majia yechikosori kwa Radio Vuna.
Driving School. Na kora nyora masomo jobo gende chikari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia bantu 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo bavata masomo ye keraskia F asabanto balino balema ni chikosi chinke buna PCD, P executive, basic mechanics, basic first aid ne chinde chinyinge. Rocky Driving School evanchiri na NTSA kurobo koribwa masomo ya keralituko imeyo muchubo songo batarira samagacha Market Plaza Nyakoe Kioge Junction Ogembo banyole chimite mieyemo kurwe bara ya Mosura Nyamire bara samagacho Amanga Sama Petrol Station na Kilgoris Town Mbaleo Inyora mbawate ofa asebali bakolire Form 4 wakirisi miasin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Alright, merongebira na ibire chidaka chemi nchiri chinsani sato chia bono mambe. Karibu sana mo tegele na inde na gotebinga se studio ningendreto gosanga na bunyagitari kurasi nyagitari ya Oasis onye kubwate rivolio na bagosanga na SMS line 0706102102 genda sensemo ya Facebook live Radio Vuna 102.0 FM na okonyora kabisa chinkwana chetu cha yamase yemo genda sensemo ya YouTube Radio Vuna 102.0 FM nyara kabako gosanga amona mambe ya wano daktari. Actually tulikuwa kwa pale kama nyinyi kama madaktari hospitali zetu wasachi nyagitari chito nchira chiro veri ase okurwali abantu na mwana soboro bwa Ebola watabanga bintu mbere bekara kurukonga PPE PPE chinakinara kuborenga PPE chini serikali kubarentera gusanda kinino banyina mu kwigurira bona muna internet nyagitari tu Oasis nyagitari ya private anene mono mbire minto mbire serikali tanyari gotokonya so as the name suggests a private institution ama hospital ebintu mune nyagitari ntubate miroberio na kitojo twabinyora erinde twabigora ende byakonya bakorira baitu be mirimo alright egoti nyagitari tontiero berete so far okay ina kinu mo receive this information was engane ya Ebola gocha ino banyere una banyagitari nakimo mujyariganirite intumune nyagitari bosana mono ase mangana healthcare gendongero to kamna na key upcoming trends or what we call emerging trends aina mangana ya gwateka mna bono tumete kurba kwanete Ebola in Africa ntumune nyagitari to twarigeringa Africa Kenya no atora Africa na indenga na botora be one of those people meperanya oro muchando mnoyu immediately twangete ko prepare so mune nyagitari Oasis ntubwate places to begeta aside that in case tuarore mo ruire to bwate bimanyerere bikora muna Ebola ndubwate stora mubeke na ino tubangete njira kitura nyare ko contain a situation you erinde ntenyoro ko bagiko spread to other patients. All right. By the way, you know kirito kwanete gura ya mawanda yega muntu naro kuboringa kiro munyagitara bigete ntuto gochiruka chirabugoti chirabugoti za echimutu bete bakamaiso ega change chikwaro ko PPE kero muntu abite cyanga kiri chances cyo konyora go kwambukira ko burere bwa Ebola go se chances cyo kwambukira muntu burere bwa Ebola na kicire njire tote was chances are low because already are protected through those protective personal protective equipments because what banga contact ya most especially body fluids manage tatayo kwa bekere gloves njire tubwate haina glove kwa bekere glove kabisa in the case vose no kuna those fluids accidentally already you have already protected what your hands njire protected to your that contact na those fluids so to the banga kirobegete PPE the risk was of contact nere low nere sana tukirudi daktari kwako tulikuwa tungepa how tunaweza aje zuia how to prevent Ebola disease so thank you Maggie. Ebola disease tunaweza prevent kwa njia kadhaa. Kitu ya kwanza ni kuzuia
kukuwa in contact na mgonjwa ambaye ako na Ebola na kuzuia kupata kukuwa in contact na body fluids za mgonjwa ambaye ako na Ebola. Kitu ya pili ni kutumia the PPEs zenye tume explain, kuvaa mask, kuvaa gloves na kuvaa the apron just to protect you against the body fluids of the patient. Another thing ni safe burials. In case mtu amekufa na ugonjwa wa Ebola, tuna advise akwe buried within 24 hours na ikiwezekana afanywe cremation, ile kuchomwa, so that watu ambao wako karibu na yeye wasikuwe in contact na the body parts ya huyo mgonjwa. Another type of prevention pia ni kukuwa vaccinated. Though vaccine ambayo tuko nao wakati huu haiku prevent kabisa kwa all strands of Ebola virus. So kama kuna hii Ebola virus inaitwa the Zaire Ebola virus, tuko na the Sudan Ebola virus, ziko very resistant to vaccines. But watu wanaadvisiwa pia wakuwe vaccinated just in case hautapata Zaire ama the Sudan virus. Sasa inamaanisha kwamba Ebola iko na vaccine. Iko na vaccine, but the vaccine haikuzuii kwa strand zote za Ebola. Yes. Sio hizo virus zote. Yes, so like venye nimesema the Zaire Ebola virus, the Sudan Ebola virus, hatujapata vaccine yake bado. Yes. So hizo vaccine ziko sasa hivi, like watu waende wazipate before even to shuhudia any case hapa nchini. So currently si kila mtu anapatiwa the vaccine. Currently tuko na priority ya kupatia the front healthcare workers. These are the nurses, the doctors who are taking care of this patient, na pia watu wa maabara, the laboratory guys, because wao ndo wanatufanyia hizi vipimo. Pia wao wanapatiwa the vaccines. But now it is not to the whole population that kila mmoja atapata the vaccine virus. For now it is not in Kenya, but sehemu kama Uganda, Congo, kuna watu wanapatiwa the vaccines. Yes. Najua ningekuuliza zaidi, lakini najua nimetulia tu, sababu wenda ikawa najua pia mnafuata sheria. Yes. Sababu najua tukiuliza kwamba kila mtu saiza kwa at risk ya kupata Ebola. Unaona? Yes. So why does it mean kwamba hizi vaccine hazitoshi ndio maana kila mtu apati, because hakuna mwenye atahitaji kupata ugonjwa? Yeah, ni ukweli, lakini sasa unajua sheria ya Kenya na kuna protocols lazima zifuate. So kwa sasa in case we have now currently hatujapata Ebola victim Kenya saizi, lakini kuna mipangilio ya kwamba in case tutapata the first contact Ebola virus, the vaccines will be available kwa healthcare workers, the front healthcare workers ambao wana deal directly na hao watu. Kwa sasa hatutasema ziko. Ni kama ule wakati wa coronavirus, vaccine haikuwa kwa kila mtu, but kuna mikakati ambayo in case tutapata will be able to get the vaccine. Yeah. Yes. So na ule wakati ukifika sasa wa kwenda kupata kwa kila mtu kupata hiyo vaccine, ni kila mtu atapata? Ni kila mtu, mtu mkubwa, ama pia kuna zile vitu kama mtu akuna ugonjwa fulani pia hizi pata ile vaccine? So because kwa sasa hatujapata vaccine Kenya, but wakati vaccine itafika tutakuwa directed ni nani atapata, ni nani hatapata. But currently the guideline in advice above 18 years you'll be able to get the vaccine. It is safe. So we'll be guided wakati vaccine zitafika, gani za watoto, gani za wamama wajawazito, na gani za population nzima. Yes. All right. Usually kere Ministry of Health Kenya kero to bate such a kind of a global issue. Kere vaccine siwocha Ministry of Health Kenya ngona na guidelines ngona ngo wante gochaka koegwa na enda to what intervals wante konyora. So mnate ba tutaranyora Ebola bono Kenya na ende tutaranyora those vaccines Kenya as a result of oboro Ebola. Kere chiraike Ministry of Health nena ne guidelines to healthcare facilities na healthcare workers enchera banyara ko babakona na vaccines each. But now you know daktari ntengo kubudia ndego gutumanda ugende because najua nyinyi mko na sauti pale. Nkige kugera andake to kuganyira mbakike nyinyi kigiatikira since yetu ya Kenya bantu bamachiko ku vaccine.
because ngotaba mugote muri mwatabanga imbi ya gutanga kubwa gukora ki kubwenia so ingige kugera bantanda ke batakonyora chi vaccine chiga mapema so that nga muriro muchiko banyora vaccine sinchiro nende njire cha marwira nda chiko cha chena mapema before marwira yatoke nende njiro mune chiwata ya marwira mnaya uta aise tutathwe ngatu teko ban nginjo mono tebongia kwana nutara utara because before DRC na Uganda chichoko banga chiatwalire kurenda Ebola Kenya ndoro ko mabose kurenda Ebola koriki yari bukile to sometimes back around the COVID onye tunyorete we had some cases of Ebola although there were a few nende chikaba content chikoriki chikera yeah true so you cannot say that Ebola is like another disease or tebenga mna hepatitis or tebenga tetokoriki tonane vaccines to kanyete osemne chichi abana no kere chia tokere mna kind of kurende Kenya ndo vaccines as a country pia ngochere banga chi vaccines inchiro but njiko enough echichiro bondiga but once yaberenga bono Kenya yanyorikaninga about Ebola the government nebwate miroberiana ke konyora vaccines from other global agencies nende nebwate miroberina ke kora roll out each vaccines is national aid so rakuta tebenga ntongi ya vaccinate anybody and everybody. For example, mnate abantu batandu at very high risk. Otogro mondara at risk but imbale bali at very high risk mna the healthcare workers because anene mono na bago interact na abantu na ine mono mona barwaire. So is there any good need ora aligi for example mongo kalenga gali ose 90 years otali usuka na asuko mo vaccine honestly. Na vaccine zinyore chigo with a cost. So na ikego ranga ministry of chenu nanda again ngochere karanse ya review ya makona a wider guidelines like chi error out corona in the nation. All right. Yego just go to county na pia county to county bari cha corona autos because ngo screen barabara which county so affected mono monene mono wacha bachake from high risk counties to low risk counties. All right. So daktari, actually naona wakati wetu umeenda sana. Sijui Stanley, kuna mtu anauliza kwamba Ebola iko na matibabu, inatibika. Sijui nimeweka Kiswahili vizuri. Kuna matibabu yake ya inatibiwa. Asante sana Magi. At the moment Ebola haina tiba. So the first best line of treatment is early detection. Ukijulikana mapema ya kwamba uko na huo ugonjwa inakuwa rahisi. Kama vile mwenzangu alikuwa ameongelea mapema, tukipata ugonjwa ukiwa in the dry symptom stage, inakuwa rahisi kuutibu. Another thing pia wakati inakuja sasa, wakati umefikia katika hospitali, mara nyingi tutapeana kitu inaitwa supportive care. So kama kichwa kinauma, utapewa kitu ambacho kitakusaidia na ule uchungu, something like a painkiller. Fever tutakupea pia kitu ambayo itakusaidia na kurelieve hiyo joto jingi mwilini. Sometimes pia unapata because Ebola ina manifest with a bit of bleeding and bleeding pia inafanya hiyo oxygen kufika katika viungo vya mwili inakuwa ngumu. Utapata pia kuna patient ambao ata benefit from oxygen. Yes, alafu pia because of the dehydration due to the loss of fluids through sweat, through diarrhea, through vomiting, na pia ukitoa ile damu, sometimes pia patients wanaweza pewa fluids katika hospitali yetu ili kuwasaidia tu kupigana na ule ugonjwa. Yes. So ukisema Ebola usekiratoka tababonga Ebola tabwati bubweni. So ekremontanyo aliro burohiro bugose mtu akipata ugonjwa, chances za kusurvive zikoje? So ukipata Ebola in the dry symptom stage, your chances of surviving are higher. Lakini when now you progress to the wet symptom stage, chances zako za kusurvive pia zinapungua. Yes. So himizo langu tu kwa kila mtu ambaye ata experience some of those symptoms tulikuwa tumongelea awali, ni uki experience those symptoms, visit a health facility near you so that we can arrest that condition at a very early stage. Yes. All right. Sasa tukizungumzia
kueneza kwake. Kwa mtu atauliza kwamba huku kueneza kutazuilika vipi? Asante sana Magi. Tulikuwa tumeongelelea some of the risk factors zenye zinafanya ugonjwa wa Ebola kuenea, and some of those risk factors kwa healthcare workers kukuwa exposed to those bodily fluids, na jinsi mwenzangu alikuwa ameongelea awali, those personal protective equipment zinakuwa muhimu sana. Another thing pia mwenzangu alikuwa ameongelea, having those safe burial practices. Zamani watu walikuanga wako wanapelekanga mwili mochari, so unapata wanaosha wenyewe nyumbani, alafu wanauzika. But thankfully venye majira yameendelea kusonga, unapata siku hizi mili jinsi na preserviwa ni different. But pia unaweza pata bado kuna communities ina practice such things kama kuosha mwili, and sometimes when you come in contact with such bodies, especially of infected people with Ebola virus, ina increase chances zako za kupata ule ugonjwa. So just practicing safe burial practices inatusaidia pia prevent kuenea kwa ule ugonjwa. Another thing pia ni kuna kuanga na communities, I want to believe in Kenya, that still feed on wild meat. So sometimes when you come in contact with such wild meat, pia ina increase your likelihood of getting such a disease. So ni kujikinga tu, usijipate katika zile conditions ambazo zitafanya ama zita increase your likelihood of getting such a disease. Alright. Mirongo itatu na isano na ibiri mwanchomo utegerenya kubwata ribori kabisa, twagasangire na abanyagitari betu kurwasa nyagitari ya Oasis, twagambire twatwarire ngambo kabisa aigase studio iguru yobura irobogo bwa Ebola sangana intunya kubwata ribori osekikire gukwana iguru yobura irobogo 0785102102 0704102102 SMS line 7061022102 na bakwenda sensemo ya Facebook wa live radio vuna 102.0 FM kabisa boli ribori kwigura Ebola no buraire butari kuboneka lakini nabo kubotanga. Bona radio. Hello radio funa ajubu akire na abanyagitari bwakira ana ngenda te ko boli swali direza ona naihura sometimes ninyuete ngobo mbori eta gusi boli sometimes naihura ngani ndware te tinyuete munande ona abanyagitari gakibakora bamanyanga Ebola yandire nande ngoteba uruiro wepora bogo chagusie baka bondo yo moko bara to cha gutubikira ga ikiagara nturuire maruire mange tari gocha Kenya aseito nande ngukwana iga epora ine bwate riogo nande nakitorerende etokobera isiko gari ntotara bato elisi mwanya tokobera isiko tuere nende ndoto nyora. Asante kia baba, shukrani. Asante sana Ana. Daktari yuko hapa kabisa atajibu swali lako 0785102102 0785102102. Kuna swali anasema immunity yangu iko chini, advise me on how to I think alikuwa anamaanisha alikuwa anataka kusema to boost it nisipatwe na magonjwa mengine. Swali zuri. Swali zuri hilo, lakini kidogo tu daktari utajibu please. Vuna Hello radio phone wakire wakire bia ngiri swali mbwata bana kero ko manyoruiro ubwa korire ntariri kyo konyora okworoki chidalele atata bintariri kya kogera nande na kitogo takirtwe tanga so buruiro nande bana igoto tige gotarero noena barabi abagani abakuru noena kinso cyisi komete na bora nyore mbabwata bana totakire yani meji to gwafo nyore mbabwata. Okay. Sawa. Asante kia babari, swali regia sana. Daktari wako hapa wanakujibu. Alex Mauti Kura Maroki Sekaunti, asante sana. Gotenga magi no nchimba sunjita, asante. Entereba Bonfesa gotenga magi. Alright, kura nyamachi tuko ndani. Vana radio. Halo
Akibokieta. Ega bokieta se. Bado kujanza nande jantira ko. Karibu sana. Nataka mwili takitari ga. Wani nanya kana bore ya zaire ga. Na vile takubeka na corona ndio sio kile nyamba tu ajekere nyamba ni corona ya renge. Lechi de kuro jia sije kubuka jia sije kwa rengo dianga twanza buyanga ke mengi ya corona ine ready. Okay, Ebola. Alright. Asante, shukrani sana. Daktari atajibu swali lako. Pia kuna swali daktari hapa. Kuna unauliza okay, can a patient survive without specific drug? Okay. Kuna mwingine pia anauliza how is it diagnosed? Okay, asante sana. Negatia maswali ya daktari akuchikuburi asema mbia boni SMS la 0706102102 na bakwenda system ya Facebook live radio Vuna 102.0 FM anyare kuba gokuburi aliburi area. Kuna swali hapa pia daktari anauliza good morning Magina madaktari kwa studio. Huyu mtu mwenye alikuwa na ugonjwa wa Ebola aliambukizwa lakini akapona, pia anaweza sambaza ugonjwa. Acha tuanzie kwa daktari. Mtu ambaye alipata ugonjwa wa Ebola na akapona anaweza sambaza ugonjwa wa Ebola. Kumaanisha kwa wanaume Ebola virus inakaa kwa semen for 18 to 24 months. So wakati mwanaume amepata Ebola virus na akapona, Ebola virus inakaa kwa semeni yake for 18 to 24 months. So wakati huu mwanaume anaruhusiwa kufanya tendo la ndoa kwa kufanyia protection, ama asifanye tendo la ndoa kwa huo muda wa 24 months. Hizo ni 2 years. Kwa mama ambaye ananyonyesha mtoto pia Ebola virus after amepona inakaa kwa maziwa kwa muda wa the same period 18 to 24 months. So wakati huu mama ataadvisiwa asinyonyeshe mtoto kwa sababu atasambaza viini kwa mtoto. Yes. So tukisema 18 to 24 months, mwezi unakuwa na miezi 12. So hiyo ni miaka miwili. So kwa miaka miwili mtu anafaa, kama ni mwanaume anafaa kufanya protected sex ama asifanye sex for 2 years. Okay. Then akue tested again, the semen to be tested again for PCR, then atakuwa nao huru kufanya tendo la ndoa bila protection. So does it mean kwa hii miezi 18 to 24 inamaanisha kwamba huyu mtu bado ako chini ya matibabu ama tu hayuko kwa matibabu na the virus haimuaffect. Ni venye tu sasa hii virus iko katika semeni yake. Yeye ndo anaweza kusambaza. That's why tunamwambia afanye protected sex ama asifanye kwa huo muda wa miaka miwili. Na kwa mama asinyonyeshe mtoto. But yeye haimuaffect yeye kuwa na hiyo virus kwa maziwa for that period. What about mbali sasa na to having sex? Huyu mtu mwenye hiyo miezi 18 alikuwa na Ebola ako bado amepona na hajaonyeshi dalili. Ukiguza sweat yake, damu yake, baada atakuambukiza mbali na hiyo sex? Hata kuambukiza. Inakuwa very specific kwa wanaume, inaenda kwa semen. Okay. So jasho lake, damu yake ama mate hayata kuambukiza Ebola virus. Okay. Pia the same kwa mama, itakuwa kwa maziwa peke yake. Maziwa. Yes. So kwa mama ni maziwa. Yes. Okay. Okay, kuna swali, kuna huyu mwenye alikuwa ameuliza immunity yake iko chini, atasaidikaje I boost? Nisome swali lake nisiseme swali tofauti. Alikuwa anasema kwamba immunity yangu iko chini, advise me on how to boost it nisipatwe na ugonjwa na magonjwa mengine. Okay, asante Magi. I'm trying to understand the context of what nini imefanya immune system yake imekuwa chini. Lakini if I just make an assumption, kuna vitu mingi zinachangia immune system kuwa chini. So kama kuna ugonjwa fulani, it's important that kama alikuwa ameanzisha matibabu, they are there to that particular treatment. Another thing, pia kumekuwa na vyakula ambavyo vimeonyeshana katika utafiti ya kwamba vinaweza improve your immune system. A good example is fruits that are rich in vitamin C. For example, the oranges, the lemons, the mangoes, the bananas have been shown to
progressively improve your immune system. Other things that can be done is just to regularly check up with your doctor to see how well your body is performing against infections. Thank you. So pia kuna walikuwa nauliza, can a patient survive without specific drugs? Bila matibabu, lakini mtu amepata Ebola, anaweza tu ishi nayo bila aishi na survive? Yeah, ni possible. Jinsi mwenzangu alikuwa ameongelea mara ya kwanza, Ebola it has a number of stages. And when ugonjwa unaarestiwa katika hizi stages za kwanza, inakuwa rahisi kuudhibiti na hata kumanage. Usually the management that is given for patients with Ebola inakuanga something called optimized supportive care. Optimized to mean that you're trying to unajaribu kusaidia mwili kupigana na vile virusi vya Ebola. Na jinsi nilikuwa nimeongelea awali, vitu kama utapata atapewa fluids just to be able to replace the fluid that has been lost either through vomiting or diarrhea. Kama kichwa kilikuwa kinauma ama misuli inauma, utapata anapewa painkillers. Joto pia itamanajiwa na dawa ambazo zinasaidia kupunguza joto mwilini. So it's possible if this disease is arrested at the earlier stages, it's possible that you can actually survive. Yes. Situjibu, ni swali ameuliza tu, how is it diagnosed? So Ebola virus inadiagnosiwa through lab test. Okay. Na tuko na lab test tunaita CPR, is a gold standard test for Ebola virus. Hiyo inatusaidia kujua kama Ebola virus iko kwa mwili. So wakati mtu amepata Ebola virus, that is the standard test that we do, na inaweza fanywa within 72 hours of contacting Ebola virus. So kama umepata Ebola virus leo, ukitestiwa kesho, the CPR will be able to say that uko na Ebola virus. Kumbuka tulisema incubation period yake ni 2 to 21 days. So within this second day, we can be able to get this virus into your body. Kuna test zingine nyingi ambazo zinatumika za kuangalia Ebola virus, but yenye itakusaidia wewe kama mwenye umekuwa affected na Ebola virus ni CPR. Kuna zingine za kuangalia the immunology, za kuangalia kama maybe kuna mtu anaweza kufa tu ghafla na tujui alikufa kwa nini. Tunaweza chukua chembe zake za mwili then tuzipime just to know alikufa kwa ugonjwa gani. Lakini kwa yule mtu ambaye amekuwa affected na Ebola virus, the PCR is the gold standard test for them. Yes. Alright. By the way, kuna wengi wamezungumzia hile jambo kati ya Ebola na corona. Jua kuna mwenye alikuwa anasema sasa pia tutabaki tutasalia manyumbani mwetu, tusitoke venye tulikuwa tunaambiwa tusitoke wakati wa COVID-19. Haitakuwa sawa kusema watu hawatatembea kwa sababu Ebola virus si airborne. Si kitu utapata ukipumua ukitembea. Unajua COVID ilikuwa airborne, ukitembea, ukienda sokoni, mkiwa watu wengi utapumua na utapata coronavirus. Lakini kwa Ebola hii ni contact. Nikikuguza ndio nitapata Ebola virus. Nisipokuguza sitapata Ebola virus. So watu watembee. Lakini kuna mwenye alisema hata ni wageni, sasa kama wageni wanatoka mbali tusiende kuwatembelea kuwaona, because tunaweza kuwaona lakini tusiwaguze. The issue ni kukua contact na wao. Usimguze kwa sababu maybe usimsalimie. Usimsalimie kama ameanza kuonyesha dalili. Lakini kama hajaanza kuonyesha dalili, ana uwezo wa kukupatia the virus. Lakini wakati ameanza already kuonyesha dalili za kupata joto, kupata nini, usimsalimie kwa sababu sweat yake itakupatia Ebola virus. Yes. Baadaye kama imeonekana ya Ebola pia imekuwa janga la ama jambo la wageni. Ni jambo la wageni kwa sababu Ebola virus it is not originating from Kenya. Lakini namasha kwamba mgeni yoyote mwenye anakuja kuna Ebola jamani. Na kuna marafiki si lazima kila kila mgeni anayekuja akona Ebola virus, lakini kuna hao wageni specific. Nimetoka Uganda,
nimetoka Zaire. So that is a red alarm that they might be having the coronavirus but still in the incubation period. Hajaanza kuonyesha signs. The Ebola. Hajaanza kuonyesha signs. So pia si nimetoka Nairobi nimekuja Ushago kutembea alafu mnanitenga kwa sababu tunaweza kuwa nimepata Ebola virus. Wageni. Tembelea wageni wetu. Sio kila mgeni. Sio kila mgeni ako na Ebola. Daktari tima itiko sinkwire na sore motegere na roboring bimanyilio kora talingange na se kiratwa chaki program yetu. Abori bimanyilio bie Ebola mbere bie so that inchi bichuku. You know, Bonnie, I think most of our people say Binyoro, but some kind of panic, and some of them are telling about the right information. Mno mnyagitari Dr. Stanley ala tema kukuwa nere manyirione vinge, and sagina na rote ma COVID differentiate into what we bitangani, and then what we review moru. That are called signs before you get to wet signs. Kama kiwe manyiriate abangering unusual fevers, kuna ngama birira. Akinire all of a sudden aitani the normal ranges chirum mabirero mubira bani tegutwara gwate banga bane baronyoro general body weakness mubiro uriho tuli buya kwanyara ngoro sete we have to call fatigue nyara mubiro kwabo kwanyoro sete abande kwanyara ngachinengo the body joints ko ganga chiko gwate anene mono tebanga kire this sign chiko chaka na bera abe akongo differentiate because amarwirande narem na malaria mutu na typhoid dem abdominal pains chiko rather the same symptoms so now those are the first line symptoms nendenga nene mono chine nabo chi symptoms minecho ngoba jira shared na marwirande mnalitwa for example malaria na typhoid ebina bimanyerire bitangani before tuende biribinde byakabere kwanyoranga the wild signs chiriwa kunyoranga kwanyoranga there is now vomiting kuna diarrhea kuna now bleeding from the body outlets there's sweat mtomini byateva there is some sores even be the extreme end symptoms so before byakabere twarekera egitangani ngobere akongwake korura out was corona was another diseases na kiaburia muyomo ncho mategereri aburia imenya bigo chake kesa kweke but the first thing wanda koranga immediately seek what you call a medical attention elinenga aba udumo afya nyari ko differentiating ibimanyirire byaje because mbota symptoms chire like na maroirande na maroirayande basene bora ya chakire in what in the area stages. All right, shukran sana, asante sana Sogoika studio. Thank you so much Daktari Sagina, thank you so much Daktari Stanley, thank you so much Daktari Swanya. Kiratocha kirakurasi ladies first. Jambo lako la mwisho kwa msikilizaji hii asubuhi. Asante Magi. Jambo langu la mwisho kwa wasikilizaji na wananchi wote wa Kenya ni kwamba wacha tusipuuze hizi signs ambazo tunapata. Unakaa nyumbani unasema niko na malaria, unaenda kwa chemist unanunua dawa unakunywa. Wacha tuende tutafute advice ya daktari, tukue tested, then tukue treated at an early stage, because when Ebola is attacked on the first stage, it is curable. Yes. So tusiogopi kwenda hospitali, na pia tusitengane. Ebola virus inasambaa kwa kuguzana. So usione mtu ametoka sehemu nyingine Nairobi, alafu unamwambia wewe uko na Ebola, mimi sitakuguza. Wacha tupendane, lakini ukipata symptoms tafuta uhusiano na daktari. Asante. Yes Stanley. Asante sana Magi. Langu tu pia ni kuendelea tu kusisitiza jinsi mwenzangu Sagina ameongelea. Once you start experiencing the early symptoms of Ebola, which were having fevers, having joint pain, having headaches, please promptly seek medical attention so that this condition can be arrested at the earliest stages, because we have a chance of getting better outcomes when such a condition is arrested at an early stage. Asante sana Magi. Asante, nashukuru sana. Yes daktari. Okay, bonisa ulwa nege songe kenge ya nkwa neke kusina ikio mo ancho motegere yara kila mwegera subwango.
Emuna tuate wanga Ebola is of course a serious disease. But obuyambolinga it's preventable. Na ende na weko ba contained. So again tona tebyo mwancho motegerelinga mpa panic. Tikaba stay cover informed. Erindenga banyari go differentiate between the myths and misconception. Itira mental bobo bonge komanye se community. Okay. And mono bavoide ntogoroka negligence and ignorance. Na kira arorenga some suspected signs and symptoms chiangere waka so mubera nemono mune chitwa basomi seek immediately medical attention from qualified medical personnel and healthcare. Okay. En abara nyari korinko ba differentiating ayenkoro enkwende Ebola osema roirande. Because katika kupuuza maloranda bara weaken the body immunity onyorekere Ebola kare goja the immunity is already weak so koswaso mubere ko basubwango na kyomorio no okora what you call proper hygiene osviama kunya wesvine sabuni and again nento kyamana okora pi magi naga ningi inform mwancho motere nganya kitari wasisi nto ndate ko reach out to the communities ko sensitize mangana na Ebola na maloranda mangi na nemone mirobine to jitonya kutoka niko baletera for example muna sandi yegocha Jumapili mambinde yani bwana egeti kiamusa Nyandusi stadium keriyo to kanyantrowe ward ibeno ndubwate mega medical camp turaringoria maroire general yemobere bakebola ononto na what you call Ebola sensitization erindento somya abantu mangana Ebola mbali naye timu yetu nere ya Shabana ya Chirinkuma ya Kore League ntutware egame musomo pira bweke rafiki timu yetu bweke sike kusi kebosani kati ya timu yetu Oasis ne timu yetu ya Shabana ne timu chinde chibeno award alimusa Nyandusi stadium ochakara chinsa ibere tokwenda tokoringoria marioga maiso chichoindi chikoroma na general body issues na tutware mepire yo graphic yo kwegokia erinenga go sensitize community so Jumapili yigocha number 1 gotwara muri medical camp nekaro negosornero so bonge ne timu itene ya Shabana nekare in fact ene nkoye gocha gutangasa live koroiga sigeta sinikao na mbeyemo keredio vuna biya sana no moyo pio tigankwane abantu bane bage suwod mbate binga swanyo bakwaniri dakitari mbakwani kunaendaje tigankwane abantu bage suwod isa ulingania no mwana wanyari bali nende ngali nonga mbakwani mbate binga ningiche kubatarira mbakwani biya tunya kubanga mangani 2027 watobekire biya mawo bona gaunga lengi na babekire biya watobekire biya no tuira ne gato tengana kyolengerete biya ngira na bono mbate bina kimbali na mangana yo bochenu na ki mbalengerete mangana yande alright biya sana thank you so much ase biro bino nashukuru sana daktari kwa kuja studio machamo otegelinga nchirengo tebinga asante so gusangana ncha somro bire wema mbingi gochakira chinsa 11 kero chategere bire cyo katonyora mangana ma yesinchirere yo wenge chinsa inye chabona mambya seka geterege tambe kumere muri na salome nyakonde somro bire womokya chinga nchirengo tenga goodbye kesho binga #Bible Challenge Friday tumira na sembeo Yevuna FM 102.0 Radio Top. Vuna FM.